Kwenye hii movie tunaona kuna huyu jamaa ambaye ameharibiwa mahusiano yake na mchumba wake. Yani kuna ile tu, yani wewe uko na mchumba wako, anatokea mtu pale labda anakuhaga na kukiss pale, alafu mchumba wako ghafla anatokea. Akitokea ndio hiyo tena anakuwa mahusiano hamna tena, kwa sababu unamwambia nini wakati ameshuhudia mwenyewe. Sasa huyu mshikaji kwenye hii movie anaona kwamba yani huyu sikaniachanisha na mchumba wangu huyu. Bwana mimi anitafutie mchumba mwingine, na ilikuwa ni karibuni tu wafunge ndoa. Kwa hiyo analazimisha kwamba amtafutie mchumba mwingine na wafunge naye ndoa ili maisha mengine yaendelee. Sasa iko hivi. Mwanzoni mwa movie yetu hii tunamuona kama huyu dada hivi anaitwa Erika akigombana sana na bwana yake anaitwa Chaz. Chaz bana anamwambia Erika kuwa warudiane na yeye ndio mwanaume pekee ambaye anampenda kwa kweli na kwamba ndiye pekee anayeweza kumtunza. Erika hataki kumsikia, anaona kwamba jamani mkorofi sana, anataka jamaa aachane na yeye aishi maisha yake. Linazuka zogo hapo kama unavyoona. Erika anamwambia Chaz kwamba wewe aniache niishi maisha yangu. Kwa nini unangangania sana? Kwa nini unaningangania mimi? Jamaa Chaz haelewi, anaona kwamba Erika pia anamgomea tu. Erika anakuwa kama anatafuta mbinu hivi ambayo anataka jamaa amuache hapo. Mara anamuona kuna ndugu yetu anaitwa Richard anawasili hapo. Sasa japokuwa Erika amjui na hawajawahi kuonana wala nini na Richard, basi Erika anajifanya kwamba kumfurahia sana kuona kwamba Richard hapo akajifanya kuwa kwamba Richard ndiye mpenzi wake mpya. Basi bana anamuitia pale kama kwamba ni mpenzi wake mpya, wanafahamiana na ile seksisha pale. Lengo lake tu yote hayo ni kufanya kwamba Chaz aache kumfuatilia kwa kuzani kwamba eti Erika yuko na jamaa mpya. Richard bana anashangaa sana kukumbatiwa na mwanamke asiyemjua. Akiwa anashangaa mara mwanamke wake sasa Richard anatoka ndani ya jengo, anaona kwamba Erika akimbusu Richard. Huyo mwanamke mwingine anaitwa Stay. Stay yeye ni mchumba wa Richard sasa, ambaye pia wanaenda kufunga nao ndoa karibuni. Stay bana kuona Richard anabusiwa na mwanamke mwingine wakikumbatiana pale na kubusiana hadharani, anaona kama jamaa anamsaliti tena karibu kabisa na siku yao ya ndoa. Richard bana anamjaribu kujieleza pale kwa Stay kuwa hamjui mwanamke huyo. Stay bana haelewi, anaondoka zake eneo hilo waliopo, na Richard pia anabaki anashangaa sana na anaingia kwenye gari na kuwahi. Sasa hivyo wanabakia pale Erika na bwana yake. Zogo lao linakuwa kama linaendelea pale. Mpango wa Erika wa kumfanya Chaz amuache kwa kumaanisha kuwa kwamba ana mpenzi mpya, ni penzi jipya, unakuwa kama hujamsaidia chochote Erika, na ila kuwa amegombanisha kapo ya Stay na Richard. Hii ni noma sana. Stay anarudi kwake na kufunga mlango. Richard anakuwa yuko mlangoni pale akigonga akisema, Stay tafadhali fungua mlango tuongee. Yule mwanamke simjui kabisa, hebu fungua mlango bana. Ila Stay hataki kusikia chochote kile pale. Yuko chumbani kwake amejilaza kwa kweli, huku akimwambia Richard kwa sauti jinsi ambavyo pia kaumia. Yani ni muda mfupi sana umebaki ili wafunge ndoa. Hivyo Richard kabadilika sana. Ghafla bana kufikia hatua ya kubusiana na wanawake wengine tena hadharani. Anasema nilizani kwamba uhusiano wetu ni wa furaha sana, kumbe una mambo yako yanaendelea na ya kiuni sana. Richard anagonga mlango pale, anagonga wapi mlango ufunguliwi, basi anaamua kuondoka zake. Tunaoneshwa Erika yuko na rafiki yake ambaye pia anaitwa Juliet, anamsimulia kitu cha kijinga sana alichofanya. Kwa mchano wa siku hiyo alimbusu jamaa ambaye hamjui ili kumwaminisha Chaz kuwa sasa hivi ana mtu mwingine tena, hivyo waachane naye. Ila kumbe mchumba wa jamaa aliyembusu alikuwepo karibu sana, na hivyo kasababisha ugomvi mkubwa sana kati ya mchumba na mchumba wake. Erika akasema kwamba kuwa anamuonea huruma sana jamaa aliyembusu, maana pia hawafahamiani hata kidogo, ila kama waibishia, yani kama sababishia matatizo kwenye mahusiano yake. Tunamwona Richard yuko na rafiki yake anaitwa Devi. Richard anamwambia Devi kilichotokea pale siku hiyo, anamwambia kwamba Stay hataki kabisa kumsikia kwa lolote ile pale. Anamwambia yani kaamini moja kwa moja kwamba anasalitiwa. Devi anamwambia kwamba Richard atulie tu, ampe muda Stay ili akili yake ikae sawa tena, kila kitu kitakuwa sawa tu. Richard anasema kwamba hivi unawezaje yani kuamini tu, yani wakati ndoa yangu iko hatarini sana kufungwa, mchumba wangu na muamini sana, lakini yeye haniamini kabisa kuwa anamsaliti. Anawezaje sasa kuniamini kukaa chini na kutulia? Steve anabaki kumsikiliza pale Richard kuwa Stay atarudi tu, atamsamehe na ndoa itafungwa. Sasa bwana tunaonesha kuwa Stay kule, na tunamwona yuko na mwanaume mwingine kabisa ambaye ni mpenzi wake. Wako wanacheka sana, wanazungumza na kupitia maongezi yao tunagundua kwamba kuwa kumbe bana Stay alikuwa na lengo la kuachana na Richard. Hakuwa na lengo la kuolewa, alikuwa anamtafuta tu na anatafuta mwanya wa kuachana na jamaa kabla ya ndoa kufungwa. Hivyo ile ukijiuliza sana na mwisho wa siku hapa
unaona kabisa kwamba yule dada alikuwa na nia waachane, kwa sababu unajua watoto wa kike bana, yani kikosea kimwomba msamaha vizuri, kama hamna ushahidi wote anakusamea, lakini hapa kama amekaza hivi. Tunaona Richard kamtafuta Erika kwa udi na uvumba, anakuwa anatembea maeneo yale aliyokutana naye, ambayo ni jirani kabisa na Erika, anamfuatilia maeneo hayo, anafanikiwa kumuona, anamtafuta, anamwambia kwamba hatimaye nimekubamba sasa. Erika anashangaa sana, kulikoni? Yani haelewi kabisa, maana kichwa chake pia kimesahau Richard ni nani. Anamuuliza wewe ni nani? Richard anamjibu usifanye kama umenisahau kabisa, unijue mimi ndio uliyenibuhusu bana, na uliyenikiss pale ukajifanya kwamba una mahusiano na mimi mpaka umeniharibia kwa mchumba wangu. Erika ndio sasa hivi nakukumbuka. Okay. Richard anakuwa hataki samani alizoombwa na Erika, anamwambia samani hazitoshi kusamehewa. So Erika na yeye waongozane ili waende pale nyumbani kwa Stay, ili wamueleze Stay ukweli wote kuhusu Richard aweze kusamehewa. Linazuka zogo pale kati yao. Erika ni mtata sana, anabisha kwenda kwa Stay kwa sababu anasema kwamba hamjui jamaa, so hawezi kumwamini tu kuongozana naye. Pia yani demu wake anachukulia poa sana, kwa sababu alipaswa tu kumsamehe kwa sababu kuna ukweli wote. Basi bana wanagombana pale. Richard anaamua kumbeba Erika juu kumweka kwenye gari na kulazimika kuanza kwenda naye nyumbani kwa Stay. Sasa Erika anajikuta kwamba hana jinsi, inabidi tu akubali kuonesha ushirikiano, na wanaenda hadi nyumbani kwa Stay. Sasa wanapofika kwa Richard, anamwambia Erika ashuke kwenye gari na agonge mlango kwa Stay, hakikisha ameombe msamaha Stay kwa sitofahamu iliyotokea pale, hakikisha Stay anamuelewa ukweli wa mambo na amsamehe, vinginevyo pia atamfanyia kitu kibaya sana. Stay ni mbishi, hapendi sana kupelekeshwa, ila anashuka sasa pale na kwenda kugonga mlango kwa Stay pale. Anagonga mlango, anagonga tena, ila wapi, mlango haufunguliwi. Inaonekana kwamba ndani hakuna mtu. Kwa mara nyingine tena Richard anasema Erika kuwa yeye ndiye chanzo cha hayo mambo yote. Wanaendelea pale hivyo kila siku, hakikisha anamtafuta alipo ili wafike kumwomba msamaha Stay, hadi siku ambayo pia Stay atamsamehe. Erika bana anasema kwamba okay, no way, kitu kama hicho hapo atakifanya, maana anaomba ana mambo mengi sana ya kufanya. Richard anamwambia Erika kuwa anapafahamu kazini kwake anapoishi hadi anapoenda kufanya shopping, hivyo hakuna namna ambayo pia Erika atamkimbia mshikaji. Baadaye Erika anamsimulia Juliet pia kuwa yule jamaa aliyembusu alikuwa akimlazimisha kwenda kumuomba msamaha mchumba wake, na pia kumbe walikuwa wanataka kufunga ndoa ndani ya muda mfupi sana, tena yeye ndiye karibu. Juliet bana anamlaumu sana Erika, anamwambia kwamba umeona sasa ni mzamba uliufanya, unaharibu mahusiano ya watu, ulikosea sana. Erika anajua kwamba poa, vyovyote vile mchumba wake angekuwa kama anampenda kweli mshikaji, basi angekuwa ameshamsamehe na labda pengineo sasa hivi angekuwa ameshafunga ndoa na Richard. Mambo mengine akawa anaendelea pale. Sasa kesho yake Erika amewahi kwenda kwa Stay, anagonga tena mlango afunguliwi kwa mara nyingine tena. Richard anafika hapo na kushangaa sana kuona kwamba kumbe kwamba Erika jana alienda tu pale. Inaonekana kwamba ndani hakuna mtu, wamegonga sana kweli, wamegonga pana afunguliwi. Bana Richard alikuwa pana na hasira sana, anaona kwamba shida yote hiyo aliyopitia chanzo chake cha ujinga ilikuwa ni Erika. Kwa hasira anataka kuondoka bila hata kumbeba Erika. Erika bana anashangaa kuwa jamaa anamwacha pale mtaa huo badala ya kumpa rifti, ila Richard akili bana inarudi na anaamua tu kumrudisha na kumpa Erika lifti, wakaondoka pale. Haya, tunaonyeshwa kwamba kesho yake asubuhi Richard anamfunga tena safari ya kurudi pale kwa Stay na kumwomba msamaha. Erika bana anashangaa sana, anamuomba kwamba akimwambia baba mimi unanifanya sina kazi za kufanya ona sasa wewe mwanamke wako ndio damu wako sasa kumwomba msamaha hiyo kazi ni ya kwako wewe mwenyewe sasa, wala sio mimi. Alafu mimi naona kama itakuwa Stay kama hakupendi. Mwanamke gani mgumu sana kukuelewa kiasi hicho, anataka msifunge ndoa tena kisa mwanamke ambaye pia hata umjui, yani kabusiana tu na Richard. Anakuwa kama Richard anakuwa kwamba juu sana na kumwambia kwamba point yangu ya msingi ni kwamba wewe ndio chanzo cha yote haya, kwa hiyo huna budi kunisaidia tu, lazima unisaidie na hanisamee, hata kama kunisikia tu hivyo nahitaji wewe usolve ile issue ili mambo mengine yaendelee. Sasa haya kweli Erika hana budi bana,
anamsaidia kumaliza ujinga huo hapo alioanzisha tena. Anapanda kwenye gari lao, wanaelekea kwa Stay kumwomba tena msamaha. Erika anagonga pana mlango pale, anagonga pana. Stay anatoka pale. Erika anaanza kujieleza, mimi ndo nilimbusu Richard, kwamba Richard hana makosa. Hawajiwani, alifanya vile tu kumfanya kwa boyfriend wake kwa sababu zamani waachane, kumfuatilia Stay. Anajibu nini na nini. Basi Stay pale anajibu kwa ukali sana, akimwambia kwamba Erika atoke hapo kwake, hataki hata kusikia story anazomletea. Anarudi ndani na anafunga mlango tayari. Richard anashuka pale kwenye gari na kuanza kugonga, anaomba msamaha. Stay anatoka ndani, anamwambia Richard yasepe, hataki kumuona. Richard anajieleza pale wapi. Stay anagoma kabisa, anarudi zake ndani na mlango unafungwa pia. Baada ya muda Richard anakuwa pia anagonga mlango kwa nguvu sana ili Stay afungue. Waongee tena. Stay bana anafungua mlango akiwa na maji mkononi na kumwagia Richard. Erika bana anakuwa kama na yeye ameloa pale. Stay bana anasema kwamba alafu pia anarudi zake ndani na anafunga tena mlango. Richard haamini sana kilichotokea, anarudi zake kwenye gari na Erika anaona hapana, hawezi kukubali. Anagonga tena mlango. Stay tena anapofungua, Erika anaanza pia kusema akimwambia hivi, ila wewe unajikuta nani? Mtu unapendwa ile unaleta kisilani sana, unachokuwa na Eric sichokuwa na sababu. Unajua kwa wanawake wangapi wanataka mtu akuoa, wewe unajifanya kwamba ujali kisa eti unajikuta ni nani sijui. Basi bana nazuka zogo pale, wanakuwa wanagombana kweli. Stay anapoona hana muda zaidi pale wa kuzozana na watu, anarudi zake, anafunga mlango na Erika pia anabaki pale nje. Anagundua kuwa Richard anaondoka na kumwacha hapo. Sasa hivi kaloa kweli, hana hata pochi wala simu yake. Richard ndio kaondoka, anaona kabisa kwamba inanibidi tu atembee kwa mguu arudi zake alikotoka. Haya, tunaona kwamba ndugu ya Richard hakomi na bado pia anaamini kwamba Stay anampenda sana. Wanafunga ndoa hivi karibuni sasa kama walivyopanga. Sasa kwa mara nyingine tena anamfuata Erika na wanaelekea tena aliko Stay na kumomba msamaha. Kumbe bwana, muda huo ambao wana muwaza pale Stay bana yuko busy na bwana yake mwingine tena. Wanamtoko wao, wanataka kwenda pia mara fulani hivi, wanakuwa nje pale wakibusiana na kushikana pale. Sasa Erika na Richard nao ndio walikuwa wanafika hapo nje walipo Stay na bwana yake. Wanashuhudia pale jinsi ambavyo Stay yuko na jamaa mwingine tena. Wanaonekana wana furaha sana kwa kweli, wanapeana pale mapenzi nini kama yote. Richard haamini sana, anashangaa, anasema Stay anawezaje kuniacha mimi hivi? Erika anaona kwamba Stay ni kiboko sana. Yaani anasema huyu ndio unamlilia kwa kusamee umuoe, ndio asha anashikwa pale. Basi tunaona kama Stay yuko na bwana yake wanapendana pale na wanaonana pale, wanakisiana, wanapanda kwenye gari lao na kuondoka kama kwamba hawajaona gari lingine la Richard. Richard bana anapigwa na butwa sana, aamini macho yake. Basi anaondoka hapo wakiwa kwa Stay akiwa amechanganyikiwa sana, anaendesha gari ovyo sana huku anaunungulika sana. Stay bana nimemkosa, Stay bana nimemkosa. Analaumu pale kikubwa hadi aone kama aoni samani yangu pia. Ananungunika pale hadi Erika anamwambia kwamba wewe uwe makini sana, maana unaendesha gari wasije wakapata ajali. Ila Richard haelewi nini, anazidi tu kunungunika pale. Jamaa pia ana mawazo matokeo yake akapata ajali ya gari pale. Basi Richard bana anakuwa yuko hospitali amelazwa. Erika ndiye anamuugulia pale. Baadaye tunamwona Erika anazungumza na jamaa yake anaitwa Davi, rafiki yake Richard. Davi anamwambia kwamba Erika kuwa rafiki yake anampenda sana Stay na kamuamini na kamuingiza moyoni kupita kiasi. Davi anamuomba kwamba Erika awe karibu na Richard ili kumsaidia jamaa asiwe na mawazo juu ya Stay. Sasa Stay anamtembelea Richard hospitali. Richard bana anamuuliza Stay kwa nini kamuacha kuwa na mtu mwingine wakati ndoa yao ilikuwa inafungwa hivi karibuni mwezi mmoja baadaye. Stay bana anamjibu kuwa dharau, kuwa hakuwahi kumpenda Richard, alikuwa tu anampenda yule bwana wake mwingine tena, na kwamba alikuwa na Richard kwa sababu tu alikuwa na pesa za kumsaidia kuishi maisha anayoyataka. Richard alimpa huyu mwanamke gari, akampigia akamwambia mambo mengi sana, na alimpangia na nyumba kama tunavyoona, alimpa ada ya chuo. Richard anamwambia Stay kuwa kaumia sana kugundua kuwa alikuwa anamtumia tu. Stay anamwambia kwamba Richard kuwa sasa hivi kajipata na hivyo hana shida tena na yeye tena, ana mpenzi wake mpya
wanaamini na wanahamia Canada. Wakifika huko watafunga ndoa. Richard anaumia sana vibaya, anaona ni dharau Stay, anaona kama ndoto yake ya kumuoa imekufa sana. Ona jinsi ambavyo Stay anajikuta katoboa sana kwa sababu hiyo plani yake ya kuhamia huko Canada kwa ajili ya kuolewa. Sasa tunaona Richard akiwa kwenye dimbwi la mawazo juu ya Stay, yani ni kachanganyikiwa. Basi anamfungia safari Erika hadi kwake, anamwambia kwa kuwa Erika ndio chanzo cha yote hayo, basi hakikisha anamtafutia mchumba ambaye Richard ataweza kumuoa siku ya tarehe ile ile ambayo pia walikuwa wamepanga kuoana na huyo mwanamke ambaye anaitwa Stay. Anamwambia kwamba wewe nitafutie mchumba, kila kitu hapo kipo tayari, hadi kamati ya harusi, hadi tarehe ya harusi na ukumbi, kila kitu, yani naomba nitafutie tu bibi harusi ni muoe, maana hata yote hayo ni wewe ndiye uliyesababisha. Erika anabisha pale kama ilivyo kawaida. Ubishi wake Richard bana anamnyoosha, anamwambia anachotaka iwe yani ile siku ya harusi ikifika pawepo na bibi harusi, hivyo ajipange, ajue bibi harusi anapatikana wapi. Hasa hii ni noma sana kwamba wewe Erika anamsimulia Janet kazi aliyopewa Richard. Janet anashangaa sana, anasema hivi dunia hii ya siku hizi nani anatafutiwa bana mchumba? Anashangaa sana. Basi bana Richard anakuwa pia anasumbuliwa na Erika, kila siku anamtafuta na kumbishia kuwa siku zinayoyoma sana, zimebaki wiki ili ndoa yake ifungwe. Erika bana anachanganyikiwa, maana jamaa anamtafuta hadi maeneo ya kazini kwake. Sasa bwana Richard anazidisha. Usiku mmoja bana anaenda kwa Erika na kuanza kugonga. Ilikuwa ni saa 5 hivi usiku na anagonga mlango. Erika anastuka sana, ni nani huyo? Hajazoea kabisa wageni usiku huo. Kuna giza sana. Mimi ni pale, anadhani kwamba labda ni muarifu tu. Basi bana anachofanya, anachukua kipande cha mbao na kushuka chini, huku akihofia kwamba akifika pale mlangoni kafungua na kumpiga Richard kwa kipande cha mbao, akizani kwamba ni mvamizi. Richard bana anaumia. Erika ndio anaona kumbe Richard. Basi Richard pia anakuwa na lalama pale, umenipiga nini sasa mimi Richard pia? Erika anaona kwamba bullshit, anakuja juu akimwambia kwamba Richard, sasa hivi umekuja kwangu kufanya nini usiku wote huu? Si ungepiga simu, si ungesubiri tu hadi asubuhi. Katika marumbano yao Erika pia anajikwaa chini na anaumia pale. Basi bana Richard naye kuona Erika kaumia, anambeba juu, anampeleka hadi chumbani kwake na kumlaza kitandani, kisha pia anachukua mafuta ya kuchua kuanza kumchua mguu. Basi wote wanajikuta wamepitiwa na usingizi na wamelala humo ndani chumbani kwa Erika. Baadaye Erika anaamka na anamuona Richard kalala. Basi akili yake inaanza kumpeleka kwenye mawazo kwamba kumtaka jamaa. Sasa anafikiria alivyombeba na kumchua mguu, anaona kwamba mambo pia anayofanyiwa na Richard yameenda extra sana. Anaona jamaa pia anamconfuse yeye. Sasa Richard bana anapoamka, Erika anasema kwamba nataka kwenda uwani. Basi bana Richard anambeba Erika na hadi uwani, na baadaye hapo wanashuka chini hadi sebleni, huku Richard pia akimsaidia Erika kutembea. Wanapofika chini, Richard anamuaga kuwa anaondoka. Erika bana anamwambia kwamba Richard asiondoke bali waje kahawa. Richard bana anakubali. Basi wanatengeneza pale breakfast pale ya kahawa na wanakuwa pia wanakunywa pale, maisha yanaendelea. Wanakuwa katika gumzo. Richard bana anamwambia Erika kuwa hiyo kumjali nini, bora kama anamfanyia kitu fulani hivi ni kwa sababu tu anataka Erika amtafutie bibi harusi kwa ajili ya ndoa yake. Sasa hivyo anampa siku 2 tu au 3 kuuguza mguu wake. Baadaye hapo hakikisha kwamba anamtafuta mwanamke na mchumba wa yeye kuoa, na anasisitiza kuwa zimebaki kama wiki 2 tu na siku kadhaa kabla ya tarehe ya kufunga ndoa. Sasa tunaona Richard kaenda tena kwa Erika. Erika yuko zake anatembea mtaani kwake, mara anaona gari ya Richard ikipaki pembeni yake. Anashangaa sana na kwa nini jamaa bado anamsumbua sana kiasi hicho. Anamuuliza, unataka nini? Mbona kama unanifanyia maisha yangu yawe magumu sana wewe Richard? Richard bana anamjibu short kwamba clear, ninachotaka ni unitafutie mbadala wa mchumba wangu yule uliyesababisha niachane naye. Erika bana anamjibu okay, poa, nimekusoma, wacha niangalie nifanyaje kutafutia huyo mchumba. Richard bana anamjibu kwamba okay, namna hiyo mtafute nimpate. Haya bana, tunaona sasa Erika kaamua aite usaili kwa warembo wanataka kuolewa. Anamualika pale Richard awepo kwenye usaili huo. Anaingia mwanamke wa kwanza, anamuoji maswali, anaona kwamba mjinga tu dada wa kwanza ana ndoto yote ile pale, ana kazi yote ile pale. Anauliza kwenye ndoa analeta nini cha faida kwa mumewe na familia. Anajibu mimi nitaleta nini zaidi ya urembo wangu mimi.
nilivyo mzuri hivi, siwezi kuteseka, noma sana, urembo ndo kila kitu, anasema yeye. Basi Erika na Richard bana wanaona kwamba kabisa kweli huyu ana potential yote kwenye maisha. Anasema kwamba yani anaingia wa pili pale, yani huyu wa kwanza tunaona yeye anaamini kwenye urembo, muonekano, nini, jinsi alivyo ndo kila kitu kwenye maisha. Noma sana. Haya bwana, ndio anaingia wa pili, ndio mjinga kabisa. Moja kwa moja anaenda kumkalia Richard mapajani, anamwambia ainuke haraka. Anapoinuka wanamuuliza kwa nini yuko forward sana kiasi hicho, yani hajatuliza kabisa. Anajibu yeye kigezo chake cha kushinda usaili wa kuwa mke ni kwamba yuko vizuri sana kitandani. Hivyo alikuwa anataka kumuonesha Richard trailer, yani hapo yani. Huo usaili ni noma sana. Haya bwana, huu ni usaili hatari. Hawapati mchumba ambaye wanamtafuta, wanaishia kucheka pale. Tunaona Erika akiongea na Juliet. Juliet anashangaa sana haraka eti Erika za harakati za kumtafutia Richard mchumba. Anasema kwamba kumbe mko serious sana hadi mnasairi watu waende kufanya hivyo. Asema kweli bana, hajawahi kuona kitu kama hicho bana. Juliet bana anamchokoza Erika, anamwambia sasa hivi wewe unahangaika kumtafuta mtu, kwamba kwa nini wewe mwenyewe hapo ulipo una mchumba hadi utafute wengine? Kwa mchumba wa mtu bana. Erika bana anakuwa kama azingatii hilo ya rafiki yake. Juliet hapa anaonekana kama kumshauri Erika bana kuwa ajitose mwenyewe tu kuwa mchumba wa Richard. Kwa mara nyingine tena Richard bana anamtafutia Erika na kuongea naye kuhusiana kupata na bibi harusi. Anamwambia kwamba kuwa ameshanunua suti na viatu, gari kwa ajili ya kwa hiyo harusi yake. Sasa bado bi harusi. Erika bana anaona jamaa pia anazidi kumchanganya sana. Anamuuliza hivi, wewe mbona kama uko serious sana na kutaka kuoa, yani unataka upate mwanamke yoyote yule pale ili mradi tu yani angalia Lagos hii utaokota visivyokoteka kwa haraka sana zako hizo. Richard bana anamwambia Erika kuwa anataka kuoa haraka sana kwa sababu kwake ni jambo la muhimu sana. Kwanza Stay kamuacha kwa dharau sana kubwa, anajua kuwa moyo wake umeumia sana. Stay bana alikuwa ndio hana familia pekee ya Richard, Richard alikuwa ni yatima sana, alikuwa anataka pia kumuoa Stay ili ajenge familia. Anasema kwamba kuwa maisha yake yote yamekuwa lonely sana, ana wazazi, ndugu, yuko mbali sana, ana kama anataka ana kaka wala dada, kwa hiyo ana wadogo pale, ana kila Stay bana alikuwa ni kila kitu kwake, hivyo inabidi tu aoe ili kuondoa upweke. Pia amuoneshe Stay kuwa anaweza kumove on pasipo uwepo wake kwenye maisha yake. Sasa hata Erika anaomba kwamba kweli jamaa anahitaji huyo mke sana. Tunaona Erika akiwa anaoga, Richard pia anampigia simu, anamwambia kuwa fundi anataka pia vipimo kwa ajili ya gauni. So bibi harusi sasa imebaki wiki moja tu na siku hiyo kadhaa, fundi anataka hiyo vipimo ili gauni ishone faster. Erika bana anakuwa kama hana la kujibu, anasema poa mwanangu, bibi harusi anapatikana, vipimo tutampa fundi bana. So anakata simu, anajiuliza hii kitu mbona kama bullshit sana, anaona jamaa yuko serious sana. Sasa anatamani amwambie bro, hebu acha nipumue basi. Huyo Erika bana kama kawaida yake pia anapiga story na Juliet. Juliet anamwambia kwamba Erika kuwa aongee na huyo Richard asiharakishe sana kuoa, atajuta bana, ataumia sana. Stay part 2 awe makini sana kwa kupata huyo mchumba. Erika bana akasema kwamba hicho hata yeye pia ndicho alichohofia, maana jamaa ni mwema sana, so anastahili apate mke mwema. Haya sasa, wakiwa bado katika mishemishe zao kutafuta mchumba kwa ajili ya ndoa, Erika na Richard wanakatiza magomeni fulani hivi kununua vitu. Mara bana anatokea jamaa mmoja pia ambaye alisoma naye Juliet, anamwambia kwamba Erika kuwa amefurahi sana kumuona na kwamba pia kila mara anakuwa pia akimuomba Juliet namba yake, na Juliet alikuwa pia akigoma kutoa namba hiyo. Erika bana hiyo hapo wakakutana na wakaombana namba. Erika naomba namba, yeye Erika bana anaona kama huyo jamaa ni mcheshi sana, hivyo anakubali kumpa namba yake. Kumbe bwana Richard, hicho kitendo cha Erika kutoa namba kimefanya kwamba aone wivu. Hapa tunagundua wewe washikaji, mimi narudia tena, ukiona mwanaume wote anakonia wivu, la kwanza. Ukiona mwanaume wote anaumia pale ambapo unafanya vitu ambavyo sio poa, la pili. Ukiona mwanaume wote yani unamfanyia vitu yani anaumia moja kwa moja mshikaji kakupenda na hataki
mambo fulani yatokee. Yuko na hivyo, kuna kitu tunajifunza. Sema poa, tuendelee. Wakiwa kwenye gari anamsema Erika kwa nini amegawa namba hivyo kwa watu ambao wasiwajua. Erika bana anasema yule jamaa mimi ni rafiki yangu Juliet na sio mtu ambaye simjui kabisa. Kwa hiyo hajatoa namba kwa mtu asiyemjua. Richard anasisitiza kuwa yule jamaa anaonekana na wanawake wengi sana kwa muonekano tu, hivyo afai kabisa kuwa na mahusiano wala ukaribu wa aina yoyote na Erika. Sasa Erika anaona kwamba Richard anaongea kwa uchungu sana. Anamuuliza Richard pia, unaona wivu? Richard anajitetea pale, wivu wa nini? Sasa nikuonee wewe, hebu tafadhali, unaumwe? Basi bana anaamua kukubali mada iishe. Wanaambiana pale, Erika jiandae kuwa msimamizi kwenye harusi yangu, usiku zimeisha, sasa wiki moja tu imebaki. Erika anajibu, bwana wewe, sasa mimi nitajichagulia demu yoyote ile pale umuoe. Richard anasema, demu lolote? Mimi siwezi oa demu yoyote ile pale, nataka mwanamke wife material, nitafuteni muoe. Richard yuko na Devi bana. Devi bana anamuuliza Richard kama anampenda. Erika anaona kama kamganda sana Richard. Anajibu kwamba hajui kama anampenda na hampendi, ila anachojua yeye anataka Erika msovu tatizo lake la potezea mchumba wake sababu alimbusu. Yani Richard pia amejikuta kwamba akizidi kuwa na karibu sana na Erika, utazani ni wapenzi. Inaonekana pia kwamba anampenda ila hajui. Haya bana, tunaona Erika anaenda kwa Richard, anamlalamikia pale, anamwambia kazi ya kumtafuta biharusi ni ngumu sana, yeye imemshinda hawezi. Richard anasema yeye hajui hilo, ugumu wa nini wala nini, anachotaka ni siku ya ndoa yake awepo biharusi mrembo sana afunge naye ndoa. Erika bana anasema kwamba ndio anachotaka, basi kaferi, maana sasa hivi zimebaki kama siku 6 tu na hiyo ndoa haina plani yoyote ifungwe. Sasa Richard anamwambia Erika kuwa kama ikishindikana kumletea bibi harusi ili amoe, basi anaomba wewe ndio uwe bibi harusi mwenyewe, na anambusu pale. Erika anashtuka sana na hakutegemea. Anamwambia kwamba Richard kuwa mbona kama anambusu pasipo idhini, huo ni unyanyasaji. Richard bana anamjibu kama yeye tu alivyombusu mara ya kwanza ilikuwa ni unyanyasaji pia. Erika anakosa neno la kusema, anacheka pale. Sasa Richard anamwambia Erika kuwa aamini Mungu amepanga wao wawe pamoja sana, ndio maana amekutana na walichokutana hapo. Ndio maana pia hata Stay alipobadilika ghafla ili tu wao wawe pamoja. Anamwambia kwamba sijui anahisi vipi, sijui kama nakupenda, ila anajua hadi sasa hivi nimekuzoea sana, nataka kuwa karibu na wewe siku zote. Tunaona kwamba Erika kamsikiliza pale, kaenda kwa rafiki yake Juliet, kila kitu kamwambia Juliet, aamini masikio yake. Anaona kuwa kwamba kafurahi sana kuwa huyo jamaa kaamua muoe Erika, ila Erika bado hajui kunani pale. Juliet bana anakuwa kama kafurahi sana, anayomsimuliwa pia hadi mkojo pale unambana. Anainuka pale kwenda uani. Akiwa huko Richard anafika na kumkuta Erika yuko hapo mwenyewe. Basi bana wanakuwa wanaongea pale. Juliet pia anaporudi anakuta kama Richard anaongea na Erika. Basi Erika paya anatambulishwa pale, Richard kwa Juliet anatambulishwa nini Richard pale. Baada ya hapo Richard anapoondoka, Juliet anamuuliza Erika, hivi unamjua huyu jamaa ni nani? Huyu bwana ndiye mmiliki wa kampuni anayofanya kazi. Jamani, mtajiri mmoja hivi hapa Lagos. Yuko vizuri sana na ana mabiashara kama yote. Anajuana na watu wakubwa sana. Erika, hii bahati bana ni ya mkenge, so chezewe. Erika bana ambaye hakuwa ajui jinsi Richard ni mtu mkubwa kiasi gani bana, anabakia pia kujichekesha pale na kujifanya bado hajamuamini kama kakubali kuolewa na jamaa. Sasa tunaona Richard yuko na Devi. Richard bana anamsikiliza Devi kuwa kweli anataka kumuoa Erika. Erika bana yuko loyo sana, anafurahisha sana, hachoshi kuwa karibu naye, uzuri wake nini kila kitu bana, hakika anataka awe naye amuoe kabisa. Anasema poa, nataka ni muoe bana. Akasema amekubali mimi ni muoe yeye. Basi wakati Richard anasema hivi maneno hayo, kumbe bana bibi Erika alikuwa akashafika hapo sebleni na kasikia maneno hayo yote ambayo wameongea. Basi bana anaitikia pale akijibu Richard akimwambia kwamba ndio nimekubali sana Richard, nimekubali kuwa mke wake. Richard bana na Devi wanageuka na kumuona kwamba Erika hapo nini ya nini. Erika bana anamwambia Richard bana, tuanzie hapa kwenye urafiki wao tulioonana kati yetu, tuoane, tutafika wapi mapenzi yetu haya bwana. Kwenye hii scene ya mwisho tunaona bwana penzi la Erika na Richard limenoga sana. Wanakuwa wanajifanya kwamba hawajui kama wanapendana, la eti wanaanzisha pale nini maneno urafiki.
kati yao. Sasa wanaonekana wako kwenye kochi sebleni pale, wamelaliana pale, wanaongea kimaababa. Sasa wanapiga story pale wenyewe. Sasa sijui walikuwa wanavunga nini sasa, au na huo ndio unakuwa ni mwisho wa movie yetu kali sana. Kwenye kufunza hii movie kuna kitu nataka nikwambie wewe ambaye unanifuatilia, naanza na wakina dada. Unajua, angalia moyo wako unasema nini kwa yule mtu ambaye unampenda. Kama unaona kama moyo wako yani hauna lolote, wewe unaweza kumwacha tu mtu akaendelea na mambo mengine. Sio unakuwa na mtu unamtesa, akati mtu unakuta amewekeza vitu vingi sana kwako, anakupenda, anakukubali, alafu wewe kama unampotezea muda tu. Kama umpendi unamwacha. Sasa tunaona kanaka hii movie ukaribu wao na urafiki wao ndio umefanya wao wakafunga ndoa. Sasa mtu mbaya amekubalika, mwema anakubalika kwa kina dada. Unakuta mshikaji kakuweka ndani, mnapiga naye story, alafu unakuta wewe muelewi, labda kuna vitu unamnyanyasa. Na hii kwa wanaume wengi sema tu atusemagi, unakuta labda kuna vitu unamnyima labda kuna kitu unamnyima. Sasa ufundisho ni hili hapa. Unapomnyima kwako, kuna mtu mwingine huko anampa. Sasa ndo tunaita usaliti huo. Sasa wewe kama kuna haki yako ya kumpa kitu cha muhimu mpenzi wako, wewe mpe tu. Kwa hiyo kwenye hii ndoa tunaona jamaa ameoana, maisha mengine yanaendelea. Mimi nimeshapo maliza. So kwa wale ambao wanataka kujiunga kwenye grupu ni 0714437604. Njoo kwenye grupu bana la movie kali. Shout out kwako Mzee wa Vigongo. Kila kitu kimekaa sawa. La mwisho kabisa, mpende anayekupenda, asiyekupenda achana naye. Mpende anayekupenda, asiyekupenda una move on. So chill next time. Mimi naitwa Taji Widi hapa, Mzee wa Vigongo.